nafasi bado ipo, niongezewe wali. Mpishi utatisha sana ukitia kachumbali. We sherehe, sherehe, sherehe imenoga. Oya party, party, party imenoga. Huyu ni Clickmaster, msanii, producer mwenye uwezo wa kukichezea keyboard mpaka kikampa jina lilowavutia wengi kutokana na ubunifu wake. Mnaenda wapi tena? Mbona mnatoka wote? Soda zipo, soda. Zipo za kutosha bwana. Unanoga sana ukishushia soda. Vipaja paja weka vili. Twendeni kwenye sherehe bwana. Bwana nimpakie nani? Njoo. Mpakie wote bwana. Mwezi mpanda hodi. Hapana. Alianza safari yake ya muziki kwenye kuimba gospel. Akajikita zaidi kwenye kutengeneza muziki akiwa kama producer. Sherehe, sherehe, sherehe imenoga. We party, party, party imenoga. Hapo imekuwa noma sana. Na kufanya hit song kadhaa ambazo zimehusisha wasanii wenye majina makubwa akiwemo msanii Mario. Jina langu halisi naitwa Frank Joseph. Lakini almaarufu kama Clickmaster, na ile jina lilitokana, kuna studio fulani ambao nilikuwa nafanya shughuli zangu za audio production. Kulikuwa kuna keyboard pale ambao ilikuwa haifanyi kazi vizuri. So watu ambao tulikuwa tunafanya nao kazi pale walikuwa wanashindwa kuitumia kwa sababu kuna buttons zilikuwa haziwezi kufanya kazi vizuri, ila mimi nilikuwa naweza click vizuri kabisa. So kuna ndugu yangu mmoja ambaye tulikuwa tunafanya naye pale kazi, anaitwa Kidbiz 99. Akaniambia, sisi tunaweza hatuwezi kuclick kabisa hii keyboard, ila wewe unaweza. Basi wewe mwanangu Clickmaster. Wakati huo nilivyokuwa nafanya music production nilikuwa sina nickname. So nikaona ni jina zuri, hapo likaanza Clickmaster. Mpaka leo hii watu wananifahamu kwa jina hilo hapo. Ila nikirudi kwenye background ya nyuma, mimi nilianza kuwa msanii wa gospel, na nakumbuka siku ya kwanza naingia studio niliingia kama msanii, yani nilienda kurekodi track, lakini bahati nzuri watu wa pale studio walivutiwa sana mimi jinsi ambavyo nilikuwa naimba, wakaniambia kwamba inabidi ubaki studio hapa uwe kama label. So ile katika kukaa na mimi, music production ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda, alafu nilikuwa natumia muda mwingi sana kukaa pale studio. Nikaona nikapata ile chance sasa ya kuwa naanza kugusagusa vyombo vya muziki na nini. Nikaanza kujifunza taratibu mpaka nikaanza kupata watu wakija, nipigie beat, napiga beat ambayo inaeleweka. Na hiyo ilikuwa ni ilikuwa kama sikosei 2018. Nimefanya wimbo wa Mario 2025. Nimefanya ambao amefanya na Stance. Nimefanya wimbo wa Wangu, Mario amefanya na Harmonize. Nimefanya wimbo wa Happiness, Mario amefanya na Kensolo. Nimefanya Hai kafanya na Joshua Baraka, lakini pia nimefanya wimbo wa Mbosso Siko Single. Nimefanya wimbo wa wasanii wengi, wengine na sawa, unajua project ni nyingi sana. Yami, sijui nani, watu kibao nimefanya nao. Tunafahamu kila safari kubwa huanza na hatua ndogo, na kila mafanikio huwa na historia ambayo wengi hawaijui. Sasa relax. Hebu kaa hapa nikuelezee vizuri kuhusiana na msanii huyu ambaye ametikisa na kuzikonga nyoyo za wasikilizaji wengi wa muziki wa Bongo Flava kupitia mitandao ya kijamii. Kitu ambacho kilinipa ujasiri kutoka kuwa producer mpaka kuwa msanii, cha kwanza kabisa niliamini kuwa naweza kufanya. Niliamini kuwa naweza kufanya, na kwa sababu niliona matokeo kipindi naimba gospel. Nyimbo zangu watu walikuwa wanazipokea vizuri na zilikuwa zinafanya vizuri sana huko kanisani kwetu. So nikaona kama nikiamua kufanya, basi naweza nikafikia mahali. Nilianza kwa kutoa project kadhaa ambazo kwa bahati mbaya hazikufanya vizuri sana, lakini pale ambapo nikaamua kubadilika, nikaamua kutafuta creativity, kujitofautisha na wasanii wengine, kufanya muziki ambao watu wengine hawaufanyi, ndo hapo matokeo yakaanza kuonekana. Na track yangu ya kwanza ambayo imenitambulisha kwa ukubwa inaitwa Nilipe. Japokuwa nilianza na project moja ambayo inaitwa Utukutu. Ilifanya vizuri sana, ila watu walikuwa hawamfahamu ni nani ambaye ameimba.
So Nilipe imenitambulisha mimi kama Clickmaster, lakini pia ndo nyimbo ambayo imefanya vizuri sana, na Nilipe imefanya watu waipokee vizuri ngedele, waipokee sherehe ambayo ndo tunatamba nayo saizi. Clickmaster ni msanii ambaye amekuwa na jina linalozidi kupata heshima kwenye ulimwengu wa burudani, na hii ni kutokana na ubunifu wake wa kipekee na sauti yake ambayo imezidi kuwavutia mashabiki wengi. Lakini kabla ya jina lake kuwa gumzo, kulikuwa na safari yenye changamoto na kujitafuta, ambapo kama alivyotueleza amezaliwa Uyole, Mbeya, ambako ndiko ndoto yake muziki ilipoanzia. Kwanza nilipokuwa music producer nilikuwa napambana sana, natengeneza sana mabiti, lakini kuna namna nilikuwa natamani kufikia sehemu ilikuwa inashindikana. Alafu kicheck maisha yetu sisi tunakotoka huko Mbeya sio mazuri sana, so unakuta unapambana, ile wazazi wanasema bwana vipi sasa, mbona unafanya kazi hatuoni hata chochote. Kwa kupambana unaona ili jambo bwana kiukweli haliwezekani, basi ngoja niache tu nitafute misha zingine. Na nakumbuka niliachaga muziki kabisa, kuna ka plot fulani ka uwanja nikawa nimeka push, nikanunua bajaji, lakini kwa bahati mbaya ile bajaji ilikuwa ni mbovu. Nilipiga nayo nilifanya kama sikosei mwaka mmoja, lakini ni mateso, yani kwa mateso makali, kwa sababu ile bajaji mimi nilikuwa nafanya kazi, hela zote zinaisha kwenye kutengeneza kitu, yani kila nikienda service kuna kitu kibovu. So nimepambana sana mpaka ile bajaji nikaiuza, nikaiuza tena, na ile hela ambayo nimeuza ikabidi nilipie madeni ambayo tulikuwa tunakopa na bi mkubwa ili kuweza kuitengeneza ile bajaji. So tukawa tumeuza kwa bei ya hasara, hela nyingine tukawa tumelipa madeni, hela nyingine sasa ikabidi nimrudishie mama, kwa sababu yeye pia alikuwa anagharamikia hela nyingi sana kutoa kuitengeneza ile bajaji. Kwa hiyo nikajikuta nimedondokea kwenye upiga debe. Wakati wengi wanamfahamu kupitia nyimbo zake, hivi sasa wachache wanamjua aliwahi kuwa kama mpiga debe kwenye mitaa ya Mbeya, huku akipambana kutafuta riziki, huku akiendelea kuamini kuhusu kipaji chake, lakini alihitaji fedha kwa ajili ya maisha mengine kuendelea. Nimepiga sana debe pale Kabwe. Watu wanaita matatu kitu kama hicho, ila kwa sisi tumezoea wapiga debe, yani wale watu ambao wanawashawishi abiria waingie kwenye chombo cha usafiri. Nimepiga sana hiyo, nimepiga sana, na mimi nilikataa kurudi nyumbani. Yani mimi niliahidi kwamba naenda kupambana. Kwa namna yoyote ile mimi siwezi kurudi nyumbani, kwa sababu shule yenyewe ilikuwa imenishinda kutokana na mazingira, mixa mzee kufariki nini. Kwa nikaona mimi kwa namna yoyote siwezi kurudi nyumbani. Kwa muziki niliukatia tamaa ukweli. Lakini kwa bahati nzuri kuna watu wakawa wamenitafuta, wakaniambia bwana tunataka kufungua studio. Na nilifurahia kwa sababu mimi naenda kuwa main producer. Mara kwanza nilikuwa nipo kama ghost, yani producer ule wa pembeni. So pale ikabidi tena sasa nirudi tena kwenye masuala ya muziki. Nimerudi, nimekimbiza. Nilipokuja pia hata hapa Dar es Salaam kikweli mambo ni magumu. Hatuwezi kueleza yote, lakini nishawahi kukata tamaa. Kuna producer ashawahi kunifukuza kabisa ofisini kwake. Aliniambia bwana masuala ya muziki tukataane, lakini mambo mengine fresh. Na hii ilitokana na kwamba kiukweli producer sababu alizonipa kwangu mimi sidhani kama zina mashiko, kwa sababu vitu ambavyo alikuwa anavielezea mimi kama mimi tu nilikuwa sivielewi. Huenda kuna namna alikuwa anatamani kunitumia, labda ikashindikana, kwa sababu mimi kwenye upambanaji wangu nilikuwa ni mtu fulani ambaye sitamani yani tu kukaa kizembe. Kama studio watu hapo wanafanya kazi, mimi natamani nitoke niende sehemu nichukue beat, sijui nimtumie nani. Kwa zile movement zangu huenda zilikuwa zinamkwaza, kwa sababu unajua mtu anakuaga na ile kwamba mtu fulani yupo kwangu, basi kama kuna kitu chochote anataka kwenda sehemu inabidi aniambie. Kwa huenda hilo ndo lilikuwa tatizo, ila kwa upande wangu mimi sioni kama tatizo, kwa sababu kama mtu anaamua kujipambania huwezi kuzuia yani mapambano ya mtu. Ila sababu ambazo alinipa yeye ni sababu ambazo yani mimi sikuzielewa hata kidogo. So nishaikataliwa na huyo producer. Kwa wasanii sikumbuki, ila hilo ndo hadi leo limenikaa hapa. Kwa mimi sina shida naye, najua
ni moja ya vitu ambavyo vipo kwenye maisha. Sometimes kuna vitu ambavyo vinatokeaga ili kukuvusha, kukupeleka mahali fulani. Leo hii huenda hata nisingekuwa kwenye hii studio, ningekuwa bado kwake. Kwa ni moja ya movement tu ya maisha. Mimi sikuchukia, hadi leo namkubali sana. Hivyo. Si hivyo tu, kabla ya kuingia kwenye muziki anaofanya leo, Clickmaster aliwahi kuwa msanii wa gospel, akitumia muziki kuhubiri na kugusa maisha ya watu wengi. Lakini baada ya muda aliamua kufuata mwelekeo mpya wa kisanii, ambapo ulizaliwa kwenye majaribio ya ubunifu na ujasiri wa kutokukata tamaa. Kipindi nafanya gospel nilikuwa nafanya as a huduma. Unajua mimi ni mtumishi kabisa, nikirudi Mbeya ni mtumishi kabisa. Hata sasa bado nina ule upako. Ndio maana unaona vitu vyangu vinafanya vizuri, kwa sababu mimi ni mtu ambaye namweka Mwenyezi Mungu katika kila kitu changu. Kitu ambacho kipo hapa sio kwamba niliacha kuimba gospel kwa sababu haina maslahi, hapana. Kitu ambacho kipo ni kwamba muziki ni kazi. Yaani kitu ambacho nakifanya mimi, naamini nipo na tafuta, ni moja kati ya utafutaji ugali. Na gospel, watu ambao wanaimba gospel sidhani kama wanafanya ili wapate pesa. Mimi naamini watu wa gospel wanafanya ni huduma. Unajua kuimba gospel ni wito. Mungu mwenyewe ndo anakuita kwamba mwanangu nitumikie, imba gospel. So kitu ambacho nakifanya mimi ni kazi. Na ndio maana hata pastor wangu ambaye ni mchungaji wangu mimi ana support kitu ambacho nakifanya. Siri ya utofauti wangu tunaanzia moja kwa moja kwanza kwenye sound ambayo nimekuja nayo, inaitwa Afro Combo. Ni muziki tofauti ambao hatujazoea kusikia hapa nchini, lakini pia na sehemu nyingine. So nilikaa nikatafakari, nikaanzisha kitu kipya. Ndio huo muziki ambao unaitwa Afro Combo. Una style zake za muziki ambazo upo, lakini pia namna ya uandishi upo ni tofauti kabisa na nyimbo zingine. Lakini pia mimi kama Clickmaster msanii, kuna namna ambayo nimejiweka ni ya kitofauti kidogo na wasanii wengine tofauti na mimi. Leo Clickmaster anakuja na utambulisho wake wa kipekee kupitia muziki ambao amekuwa akiufanya wa Afro Combo, mtindo wa muziki ambao unachanganya ladha tofauti tofauti ya muziki wa taarab, Afropop na amapiano, na kuunda sauti mpya yenye utambulisho wa Kitanzania lakini yenye mvuto wa kimataifa. Mchanganyiko huu wa muziki unawafanya wengi wasimame na kujiuliza huyu ni nani? Na ni baada ya kusikiliza mara moja na kutumaini kutaka kusikia tena. Ukisikiliza hapa unaona kuna percussion fulani hivi za kama taarabu fulani hivi, lakini kaya nikaongezea na uafro fulani hivi, taarabu fulani ambayo imechanganyikana. So kija kuna sehemu fulani ambazo tena nimeweka kuna dhimzim za amapiano na hizi log drums hizi, kwa tukiunganisha kwa pamoja hapo sasa utaalabu. Nimemuuliza maswali mengi. Je, ni nini kilimsukuma kubadili kutoka gospel hadi muziki wa burudani? Ilikuwaje safari yake kutoka kuwa mpiga debe hadi kuwa mmoja wa wasanii wanaovuma kwa kasi huku akifanya vizuri na aina ya muziki wake wa Afro Combo? Je, amehusika kwenye kazi gani na gani za wasanii wakubwa ambazo amezitayarisha yeye mwenyewe kabla ya yeye kuendelea kuufanya muziki? Yapo majina makubwa kama msanii Diamond Platnumz aliyotambua na kupenda kipaji chake na ubunifu ambao amekuwa akitumia. Je, ana lipi la kuzungumza kwa hayo yote? Afro Combo natamani iwe kubwa. Afro Combo natamani ifanywe na watu wengi, hata kama sio mimi. Kwa mtu yote ambaye anaweza kuifanya Afro Combo, anatamani kuifanya Afro Combo, aifanye. Na hata kama akifanya zaidi ya mimi ambao nitafanya, mimi nitafurahi sana, kwa sababu nitaona kitu ambacho nimekianzisha kinafanya vizuri. So Afro Combo natamani ifanywe na watu tofauti tofauti, wasanii tofauti tofauti, kwa sababu na mimi pia ndio ilikuwa mipango yangu kuona Afro Combo watu tofauti tofauti wanaifanya, producers. Lakini hata mtu afanye kwa ukubwa gani hivyo, jina
mwanzilishi atabaki kuwa Clickmaster, ndo aliyekuwa ameanzisha Afro Combo. Kwa hiyo mimi